Okay, sawa, tuendelee. Yaani anza upya hapo kunielezea. Yaani yule mtu aliokotwa mpakani mwa Masasi na Nanyumbu kwenye kijiji cha Namalembo, Ndio. ndiko ambapo aliokotwa, na aliokotwa polini. Aliokotwa polini baada ya kuja watu bana, kuna mtu yuko polini ambaye haeleweki kama ni msukule ama ni chizi. Ndio. Kwa hiyo tukatoka baadhi ya watu kabla umati hujajaa, tukaenda kule polini. Tulipofika polini tukamkuta kweli kuna mazingira ambayo tulimkuta. Yuko angalia yule mtu, na maana baada ya kummoja sana na futi ya Kimakonde, yaani unataka uongeaji ya Kimakonde. Ndio. Lakini akawa habainishi. Yaani ukimuuliza unatoka wapi, na maana habainishi, yani hasemi. Ndio. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, na maana nikamposti kwenye page yangu ya Facebook ili nipate kujua kwamba aweze kutambulika mtu ni wapi. Ndio. Lakini baadaye mpaka mjira saa 10 baada ile posti yangu saa 10 jioni nikaanza kupata sasa simu kwamba yule mtu sasa anaishi na Nyamba ambayo iko mkoani Mtwara. Yaani kama unatokea Mtwara mjini unaenda wilaya Tandaimba na Newala, lazima upite kwanza wilaya na Nyamba. Ndio. Ndio kwao, na ambako kule kwao ametoweka kutoka mwezi wa 12 mwaka jana. Ndio. Na ngua pale alipo pale, na maana ana mtoto ambaye amemwacha. Kwani ambao kutoka simu hao ni ndugu zake? Walopiga simu na maana ni Samaria wema. Okay. Ambao wamesema kwamba huyo mtu mbana alipotoka huko amemwacha mtoto. Maana yake alikuwa na mtoto. Na anaye mtoto. Na mbao zaidi na mtoto yupo. Ndio. Kwa hiyo toka ametoka, na maana familia ilifanya tafuta. Wakawa hawafahamu wapi alipo. Ndio. Mpaka ile kufika mimi na mpost, na maana ndo akajijua kwamba kumbe yuko huko. Ina maana ukipiga mahesabu ya jina, maana toka mwezi wa 12 mpaka huu mwezi ambao kuja kubainika pana muda mrefu hapo. Ndio. Kwa hiyo badala ya hapo, baada ya ile post nivyo nikajaribu kufuatilia kwamba anatoka kwenye familia gani, lakini kichodisho baini pia kwamba kwanza anatoka kwenye familia duni sana. Ndio. Yaani mama yake mzazi alomza yule binti amefariki. Alafu akawa na shangazi yake ambaye pia alikuwa na ukaribu pale nyumbani kwao pia amefariki. Kwa anaishi na baba yake ambaye baba yake pia ambaye ni age go, yani inatumia kwamba umri umeenda. Ndio. Kwa hiyo ni kwamba hajiwezi. Sasa nikajaribu kuomba tena, kuna post tena nikatuma tena nyingine waweze kuchangia kwamba ipatikane fedha walau nimsafirishe kutoka huku kijijini kumfikisha kule kwao. Lakini kama unavyojua Tanzania kila mtu anakuwa na imani tofauti, mwingine gabu tapeli na nini, umeona? Kwa ina maana kama jambo kalimegoma mpaka sasa hivi bado niko naye. Hawajaja watu wa serikali za mitaa labda kupata serikali pia yaani hiyo sio kama tumemokota, na maana tulimpita kwenye ofisi ya serikali. Ndio. Wakamweka pale, lakini baada ya masaa, baada ya kukosa ushirikiano wale wakamwacha. Yaani wakamwacha tu. Kwa mimi nikafanya nikaomba taratibu, baadhi na mama wakamsafisha, akanyolewa zile nywele. Zile nywele, na maana sasa akabaisha mpaka nguo. Ina maana mpaka hivi alivyo, na maana kama nitapata baada kutumia post ya pili tutamuona muonekano wake wa pili pia. Lakini changamoto ile kuwepo ni kuweza kumtoa huku kumfikisha kwao. Sawa, hilo limeisha. Namba yako ya simu ndio ile ambayo iko kwenye Facebook page yako pale, si ndio? Sana ya Tigo, na maana kama utakumchangia na kwenye namba ya Tigo. Sawa. Ndio uliweka Facebook pale? Facebook 69 ile ya Tigo. Haina shida.